named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and the charitable deeds which she did. Charitable deeds which she did. This woman had a good and a clean record. This woman was not an ordinary woman. She had good works, full of good works. That she was counted as one people that can, yani ukiona Dorcas unaona Mungu. Ukiona Dorcas at her whatever capacity. And these people are very rare in this world. The only another Dorcas we had is Mama Teresa. Bwana Yesu asifiwe sana. And another Mama Teresa has not yet come up. And I want to be Baba what now? Yani Mama Teresa, Baba? Baba Dorcas. Baba Dorcas. Yeah, Bwana Yesu asifiwe sana. I want to impart not less than 100 million people on earth. That is my desire. And I want to impart these people with you. That 100 million wataguzwa. Yani kwao, venye unasikianga Mama Teresa, ukienda Isiri pale kuna Mama Teresa, ukienda wapi kuna kakitu unaona ka project kama Mama Teresa kako mahali kama na kamama kalikuwa kama maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamama kalikuwa kanaishi one bedroom the house. Lakini dunia mzima hakuna kijiji hakajaguza. Hakuna mtoto, yani dunia mzima, in every village there is a mtoto ameenda shule kwa sababu ya huyo mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama alikula chakula kwa sababu ya huyo mama. Kuna mama alikuwa na HIV, kuna baba alikuwa na kansa, kuna mtu alikuwa na matatizo, lakini kupitia kwa huyo mama, yani unakuta anasema mimi nilibarikiwa na wakfu wa Mama Teresa. Even today she's dead, but people are speaking about her. Even today they are dead, but she's dead, but there are still movement going on, blessing people. Just you ask yourself, what have I done? Hebu jiulize, hii miaka yote niko nayo duniani, ni vote. Sasa hapa kuna mtu wa biro vote hapa kuna. Ni kale tu, ka 25. Wewe ni 20k? 22. Wengine ni wa mama na wase. Kaune wake 19 gashui na kaka kage, lakini wengine sisi wote ni level 5, ni level 4 na level 5, si ndio? Ule ni akiogo nawe wa level diete level 6. Wacha kukataa age. Unajua kwa kitambulisho yangu nimeongeza miaka 3, kwa sababu nikiwa shule nilikuwa nataka kuwa mzee. Haleluya. Nikiwa shule nilikuwa nataka nini? Kukua mzee. Hata nilikuwa napaka unga ndio nionekane niko na umvu. Alafu nilikuwa nashika guru naweka tudevu hapa ndio nionekane ni tuwewe. Sasa hizi najaribiki kunyoa kabisa yote ndio nionekane mimi ni kijana. Nimeanza hata ukiniuliza mimi ni miaka ngapi? Pale nilikuabilia 10 years ago ndio niko sija miaka yangu iendagi mbele. Niko bado 35. Bwana Yesu asifiwe sana. So be proud of the age that you have, because it is wisdom. Venye unaendelea kukua ndivyo unaendelea kukua wisdomatic, a powerful person. At Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated as Dorcas. This woman was full of good works. That is where I want to lay my emphasis on the teaching today, that good works. The Bible is emphasizing that this woman was not known by her name. She was known by her good work. 20 verse 37. That 7 please. But it happened. Usikia? This woman was a woman that was known by her good works, good deeds. But it happened in those days that she became sick and she died. Hallelujah. Ndio ujue wewe ukililia Mungu, why me? Why me? Why am I going through this? Because there are people here asking God, why me? Why do you let me go through these things? Father, if you are alive, Father, if you exist, Baba kama uko Baba, kwa nini niyapitie haya? Bako naimba ile wimbo inaibagwa ile machozi haya, sijui inaibagwa namna gani? Siri ya machozi haya wajua. Alafu nakuta Dorcas na timu yake ikituibisa kanisa mzima. Siri ya machozi haya ni wewe.
Nani alikwambia tunalia? Mimi siri. Ule akiimba ile wimbo wake ni personal experience alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni personal nini? Personal experience yake. Alikuwa na machozi. Sasa ukiinvite siri hiyo, utake siri na uli, God will cause you to cry ndio uimbe hiyo wimbo ikuwe practical. Did you know that? Did you know that hii watu mnaitaga Mungu wa Joshua, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Musa? Do you know you invite troubles against yourself? Did you know that? Desist from calling Mungu wa Musa kama haupitii majuto Musa alipitia. Unaitaga Mungu wa Musa kwa sababu you are in the exact situation ya Musa. Venye alikuwa anateseka, venye anaenda kuuliwa, venye anaenda kufichwa, venye atachukuliwa kwa mfalme, venye ataenda atafukuzwa. The situation of Moses. Mungu tunaitaga Mungu wa Musa kutokana na vile alitendea Musa. Halo, ukiinvoke Mungu wa Musa, anakuhakikisha utaingia kwenye situation ya Musa ndio akuje akiwa Mungu wa Musa. Can you imagine now? Sasa umeita Mungu wa Joshua. Na unajua Joshua venye alifanya kupigana vita. He was fighting from one nation to another. Aliua maruto 5. Alibomoa akaenda Gibeoni akapigana, akaenda Ai akapigana, akaenda kila mahali. 8 good nations akadefeat on fire, fighting day by night. Alafu naita Mungu wa Joshua na kwako kuna amani. Halo. Mungu wa Joshua ni wa vita, is a warrior. Ukiita Mungu wa Joshua, kwako lazima kutokea vita ndio warrior akuje. Hiyo ndio siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nini? Ndio siri. Ukiita Mungu huyo, you are invoking, it is not God anakuja. You are invoking the spirit that was acting during the Joshua day. The spirit of God. How did God appear to Joshua? He appeared as a warrior. So unaita Mungu akuje. Na kwako muko na peace, mnatepu ebu amuka. Ndole mudhuri. Ndole wakati tutiko horo dako nyitogo. Najua na wapago naweza kuona na TV pale na mume wako anaangalia anasema yani ametukera mdia weka ikaragwa nyitagwa. Nyitogwo tuthiugwo tuthie. We are at peace. Twetanaga darling, we babe, nyaje, nginya tukarumanagia gatothi. Ucoke uthie nyumba wete Ngai wa Joshua. What will happen? The spirit of war will come in the house. Ndio unaona mwanaume alikuwa mzuri akiingia kwa nyumba lakini amegeuka. Ni nani uliita? You invited the spirit of war in the house. Because God, the God of Joshua must come to restore or to fight. Bwana Yesu asifiwe sana. Ita Mungu ya nani? Ita Mungu ya nani mwingine? Ya Jakobo, mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utanyemelea kitu ya brother yako na uibe ndio utoroke uende kwa Labani ukateseke. Ndio akuje akubadilishie jina kuite Israeli. Utapita hiyo process. So you better know why you unaita Mungu gani na unamuita kwa sababu gani. When you are in trouble kama mnapigwa vita, sasa hiyo ita Mungu wa Joshua kuja kutetea. But usimuite kama mko na raha mnatembea na bibi, mnakula kaka chips, mnakula atemoreana gerege shiko kemo na gadhani kama na mutumia rocio mukarumania tamanugu. Todo ukimwitire na no ginya ukiarute wira. That's the problem of us not understanding to interpret reasons why we call this that we are Mungu. Ati Mungu wa Joshua, Mungu wa Abraham na Isaka. Ujiulize Abraham alipatiana bibi yake Abraham. Akarudi akaambiwa leta mtoto. Akarudi akaenda akateseka akapigana na Wafilisti. All over he went, he found trouble. Sasa ita Mungu ya nani? Ya Abraham. What would happen to you? Baka upatiane mtoto. Uwe no etekera mwana ule wako. Ona gaito mokebe ukimuria gai we na kioko kiega. Yani gai ati ni wauga ati ndwareke. Mwana wewe nduri na kio wewe nduri gai. Na bele niwe nego kuleta ninaku naenda kukubariki. Naenda unasema amen. Naenda kukuinua. Amen. Mimi ni Mungu wako. Amen. Sasa nataka unipatie mtoto wako. Ati? Ati? Mtoto wa nani? Wewe ni Mungu. Hebu sema kama wewe ni Mungu kwanza. Toa kitambulisho.
Bwana Yesu asifiwe sana. Understand, when you are calling these gods, they were called kulingana na the reason. Ukisikia Mungu aliitwa Jehovah Nisi, walihitaji nini? Bendera to give direction. That is why they called him Jehovah. Wakamuita Jehovah Shalom because they needed peace. God is called kulingana na the situation. Kama kwa Wagikuyu tuna Ngai, meaning, yeah? Hebrew and Kikuyu, we have the same 5 names for God, meaning the same. Tuko na Ngai, Gai, meaning ya Gai, todo ne Mogai. Ne Gai, Mogai. He is a distributor. God the distributor. Bwana Yesu asifiwe sana. Twina Murugu. Gai Murugu Papa. Nidakuhoya Murugu. Gai Murugu meaning? Kiawa. Gai Murugu meaning? We are beneath him. Nego turuguma aturugumete. Turi rungu rwa Ngai. Aikaraga kuria matu-ini tugaikara rungu. Nikietagwo Murugu tondu ni aturungumete. Are you getting me? Agetwo Mwene Nyaga. Mwene Nyaga ni nini? Ona endu we muthe kawakureire ku Kariobagi. Wakureire Kariobagi kule utari Gikuyu. Mwene Nyaga is the owner of nyamu cia githaka ciothe. Hello. The owner of all Nyaga ni nyamu cia githaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mwenyewe, ndio mwenye hizo vitu za kithaka, madofu, manyang'au, manyoka. He is the owner. And why is he appreciated as the owner of them? Because he has provided them with one cloth which does not wear out, which does not become dirty, which does not grow old. One cloth. Nguo moja yamepatia wanyama. Wanakaka designer. Na ijai ushaisikia ati nguo ya ng'ombe ilitoka kwenye design. That is God for you. Bwana ndio kieta kwa Mwene Nyaga na anawapatia chakula, wanakula. Ndege wanakula chakula, ng'ombe wanini, magamia wanakula chakula, madovu wanakula chakula, kila mnyama mpaka nyoka inakula chakula. Vizuri. Na wanashiba na hawana kasongo. They are not complaining about corruption. Hawa complain about anything because that is their God. Mwene Nyaga. Agacoka geto ihiga. Asha. Ndetagwo. Asha. Kaide muhihoro. Ageto ihiga riri thai. Ageto ki? Ihiga riri thai. Ihiga riri thai ni ki? Ile nona ile mawe ya mvua inaangukaga. Hailstones. Ushaisikia imekata mtu? Ushaisikia imeumiza mtu? Ihiga rina thayo. A God of peace. Jehovah Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, sasa si mumeelewa kidogo? Hivyo mnakaka karibu na mimi na hiyo najua inalipishaga. Hiyo masomo sasa hiyo inalipishaga. That is not biblical. Hiyo ni mimi akili zangu nimetumia, nimefanya nini? Na hivyo ndivyo watu wanaishi kuelewa that the Hebrew community and the Kikuyu community are one. If you read in the book of 2 Chronicles something, it speaks of a Maasai man. Hebu niletee simu yangu. Nimekuja nayo hapa. Niletee simu yangu nikusomee kitu uone. Mpaka jina Maasai iko ndani ya Biblia. A Maasai ndio walikuwa na God temple. Ndio mara agiragai temple. So, but it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in the upper room. They cleaned her and they laid her. Why could they want to wash her? Why could they want to clean her and then lay her at the upper room instead of taking her for the burial?
Ni kwa nini? Why do you? Because these guys, they still believed this woman atarudi. The deeds za hizi woman. Yani unajua kuna mtu anaendaka mpaka mnasema huyu hakuwa nafaa. Mpaka mnataja watu watatu waine wa kijiji area yenu. Mnasema afadhali ngania kafangani agirathire na ngania. Kana kafa my brother ya munini agirathire. Kana kaze ni ile yako kabege no mutumio ni athi. Mone gaini yake no eka oru. So they were praying and praying because they kept her, because they really thought it was unfair for God to have taken her away. But God loves that way. That is how God operates, and that's how God works in many, many ways. Therefore, nataka nituangalilie, it is in the book of 1 Chronicles chapter 9, verse number 12. Hebu tupatie 1 Chronicles, alafu tena utarudi hapa. 1 Chronicles chapter number 9 verse number 12. Sijui kama hiyo mtakuwa wamemutilate. King James, I think King James, kwa sababu hii inaweza kuwa chapter. Adaiah the son of Jeroham, the son of Poshur, the son of Merishija, Maasai, the son of Adiel. Did you know Maasai were in the Bible? It's a shocker. It is a shocker to you. Eh? Kumbe these guys, the son of Mashulum, the son of Mishilemith, the son of Ima. These are the people that were guarding the temple. Unasoma? Unataka kusoma vizuri tena? Soma. Simama, hebu simama. Simama. Mami simama. Simama tu. Naona umestuka. Soma sasa. Soma na nguvu. Amestuka kuona. Turudi pale tulikuwa. I want you to understand this. I will teach you about this. I'll teach you who are the Maasais and who are the Kikuyus. The Maasais and the Kikuyus are the Levites. Ndio Walawi. Ndiko. Ya ndio Walawi. Ndio Walawi, alafu bado the clan moja wa Masai ni wa Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pande nyingine ni Walawi. Wakikuyu wa Murang'a ni Walawi. Wakikuyu wa Kiambu ni wa Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Wakikuyu wa Kirinyaga ni wa Juda. Wakikuyu wa Nyeri ni Walawi. Bwana Yesu asifiwe sana. And hizo nasikianga hizo ma-12 nitakuja kuexplainia how they fit in Kenya with the different tribes, Waluya, Wakisii. Hata hawa watu wa Somalia wako hapa. Si ndio Samaria? Yeah, hiyo ndio Samaria. Hapo ndio hawa watu walikuwa natupiga wa Samaria. Ndio naonanga they are still fighting with the Kikuyus. They want to dominate Kikuyus because they still ile vita ya kutoka siku ile. Maana ndio walifukuza wa Kikuyu wakatoka kule Assyria, mahali kunaitwa Assyria. Wale the northern from northern Assyria wakakimbia upande ya juu. Mahali wa Kikuyu walienda ku settle down, wakapata kuna a fig tree, mti ya mgumu, alafu kabusi kakakuja. Wakatoa sadaka, ndio wakapatiwa direction ya kuteremka. Kikuyus walikuwa mercenaries. Ndio naonanga hata sasa tabia wa Kikuyu ni mercenary. Walikuwa wanahaiwa kwenda kupigana vita. Sasa ungetaka kwenda kupiga watu wa Kisii, wa Kikuyu ndio walikuwa wanakuwa hired. They were mercenaries, walipigana mpaka Kongo. Wale wanapigana Kongo ni wa Kikuyu because they are still mercenaries. Hata hapa Kenya sinaona ndio Mogeke. Ukienda kila mahali ndio Maumau, ndio they were fighters. Bwana Yesu asifiwe sana. I will come to teach you about that. And every tribe kama Waluya wa Bukusu, they are part of the Kikuyu community. Unaona hawa wanafuka kireba hii ya barabara. Israeli Sidonyo. Ao dini ya Musabwa. Dini ya Musabwa ilitoka Murang'a kwa eta Ng'ang'a wa Ajiru. Eta Ng'ang'a wa Ajiru kana tabate ule Mukolino. Ni Ng'ang'a wa Ajiru, Ng'ang'a wa Ajiru. Ndio alipeleka hiyo dini. Wale ni wa Kikuyu wa Bukusu. Ndio unaona hata kula tukipiga tunapigana na Wabukusu. Waluya wengine wakienda padi hii Wabukusu wanarudagi kwa mbali Mkikuyu wako. Because katika madhabahu ya Wakikuyu na ya Wabukusu ni moja, ya Wakolino. Si mnanielewa sasa? But it happened, 20 verse 38. And since Lydia was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him,
imploring him not to delay in coming. Remember, this woman is already dead. Dorcas is already dead. Ameoshwa na ameekelewa kwa kuni itara tondu watu ndio upper house aigerirwo kuria ikara iguru nigetha acinagwo ome omeshinwo ni ndogo ome. Bwana Yesu asifiwe sana, because they didn't have the hope. It's like when this guy called who Lazarus, wakati walingoja siku 2-3 wakaona ataosa, they had to bury him. Bwana Yesu asifiwe sana. This woman was being, walikuwa nataka kufanya ile kitu inaitwa embalmment, kumkausha ndio waende wamweke kulingana na mila na tamaduni zao. So as they were preparing, their disciple had heard, one disciple had heard that Peter was around. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm telling you, when you are weak, my God is strong. When you are weak, your God is strong. When I'm weak, that is when my God is strong. Peter was just not be there because of Dorcas, according to him. But God had prepared Peter to be around there. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ama kuna angel prepared because of your situation. Kuna kitu kimetayarishwa mahali fulani because of the situation you are going through. So do not bother, do not be worried about the situation, because the situation is meant for you to see the greater glory of God. Because God has prepared every person and every people around you that will come and walk with you, stand with you, and make you successful. Do you know? Have you been in a situation umefika mwisho unahitaji shilingi 5,000, umefika mwisho kabisa, alafu unaingia kwa hoteli fulani kukaa huko, unakaa tu desperately, unaenda kwa hoteli upumzike, maana umezunguka kwa marafiki zote, nobody is helping you, and just unaona kihoteli tu unaingia na unakaa chini na unakaa bila kuitisha kachai, unaulizwa mara 2, customer tukuhusie nini, unasema ngoja kidogo. Sasa hiyo unachukua kasimu kako nikale kanini katururu, hello hapa hakuna network, unakaa chini, hakuna mtu anakupigia, lakini you are trying to avoid. Waiter anakuja, hello, waiter akikuja tena anaondoka akiona uko kwa simu, tena akikuja hello, hakuna mtu mnaongea naye, you are desperate there. Yani hauna mahali pa kwenda, hauna chochote cha kufanya, you have reached the end of it. Niko huruka hautake gogo, no ikikogo kiumbaka muti wothe kianoga kiumbaka hadakia muti wakinya gikoba, inakaa hapo inaongojea sasa ipumzike tena itwage safari ikatafute mahali kuna mavuno. Sasa unakaa hapo, ukikaa hapo kimlevi kinakuja. Kimlevi kimetoka kuiba pesa, kimlevi kimetoka kufanya maneno yake, kimlevi yani kinakuja kinatafuta mwanamke ya kwenda kulala na yeye, kinakuja kumwambia yes babe, sasa ni aje mrembo, mambo wewe unakaa mzuri, badia mrembo kitu akule, badia yeye ina mandazi mrembo. Sasa na yeye umeokoka na kulikuwa hapo kiomba kimoyo, Jehova nitumie mtu, nimefika mwisho Jehova, kila kimutu Jehova natuma nikimrembo yaje. Hapo kikikomalia hivi unasikia kehera, kitu inakuwa ni kama siweji inatoka kwa mdomo yake, mrembo yaje, msova mpatile kitu nataka, anatoa pesa nakwambia mrembo shika hii 10,000 kai, nawe ni mwokovu, utafanyaje? Na hiyo 10,000 ndio ulikuwa na uliitisha Mungu, nitumie mtu ungekatia mwana kiyoyo holy of the holiest, unaweza kufanya nini? Hadi back to sender uliomba ukaambia Mungu nitumie mtu, kijamaa kimekuja kimrefu kinanuka na makojo inyororoka huko, hakijielewi, kimelala baki natafuta kimrembo tu kia kwenda nacho, kinakupatia shilingi 10,000, na hiyo 10,000 ndio unaitaka. Haleluya. Rodo ungekate ungekate na ulikuwa umeomba Mungu nitumie kuguru. Unajua baba yangu ya kiroho James Maina ngaka kuna kaibu anaibaga kuguru alimulisha Elijah. Hiyo ibo alikuwa naiba watu wanatoa pesa. Kai. No ere bado. Ndio ina ere bado tunakaa nimekuruta. Watu. Yani alikuwa naiba mpaka analia. Ukiona ameiba hiyo anaingia kwa mfuko, anatoa kahadi kachifu. Unajua baba yangu ya kiroho ni mtu mzuri. I love this man. Twing. Afu naangalia hivi. Najua alikuwa gajabasi. Anaangalia hivi. Afu anashika.
nilikuwa Mishomoroni nikiendesha baisikeli yangu, Mungu akaniambia nitakutumia mtu. Ako wapi mtu? I love this man. Guy, yani mtu anatoa mtu kwa baisikeli anamfanya mkubwa hivi. Unaonanga anaendanga na chopa crusade. Hata wewe utatembea na chopa siku moja. Jiamini tu. Yani jiamini tu. You will go far. So ndio tu ya matua. Oreneke. Yeye ndiye amekupatia. Hajakuuliza, hajakufanya nini? Amekupatia shilingi 10,000. Alafu amekununulia chakula. Alafu kimekaa chini, kikikugoja ukule, kikarara. Unatoka unaenda? Sasa wewe ni nani? Ni mwizi ama ni mtu? Ni kunguru. Ama unaenda ukiimba kunguru alimulisha Elija. Kama kwa utakashuje. Ukahorera apostle higweyo. Taliyaga icio nende kwenda chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. This is wonderful. And since Lydia was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there. Umesikia how God operates? They sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming. They went and persuaded him and told him, oka na uke na ihenya. Yani ni haraka hiyo, oka na dugatumane. Kuja wewe personally. There is a situation unafikanga mpaka unaambia Mungu, kuja na ukuja haraka. Kuja maana tunakungojea, msaada wako unahitajika. Kuja haraka. Msaada wako tunataka. Verse 39. Bwana Yesu asifiwe sana. So what was Peter doing around there? God had commanded Peter to be near, because he knew, I want to glorify my name. And I also want to lift Peter's name. And I also want to lift the faith of the people up. So some situations that you are going through are not meant to destroy you, are meant to glorify God. One thing you know, the problem that you are facing today, it is characterized, organized, prepared for the glory of the name of God. So you are a vessel to glorify. You don't need to be a pastor, you need to go through a situation. You don't need to be an apostle for you to glorify the name of God. You need to be in a situation and understand the situation, because in the situation God will be glorified. In the situation you are in today, God will be seen. In the problem you are facing today, God will be seen. In the problem of denial today, God will be seen. In the situation ya kufungiwa nyumba, ya kukosa kazi, God will be seen in you, and God will be glorified in you. So do not always look at a problem and see the negative side. Also look at the positive side. Every negative side has a positive side. And every positive side has a negative side. So look these things not in a single direction, but in both directions, and see God. That Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room. Hata hakuna solimiki, walimpeleka to the, because they had faith. With Peter, Jesus will be seen. With Peter, God will be witness. With Peter, there is healing. Bwana Yesu asifiwe sana. The situation you are in, it is not for you. It's not in vain. The situation you are in is not meant to destroy you. The situation of rejection, stagnation, limitation, kila kitu, whatever that is happening around you, it is not meant to bring you down. It is meant to make you better. And Peter came, they brought him to the upper room. And all the widows stood by him weeping. The widows ni wamama. Sasa unaona hii ni jamii, is a community ambayo ilikuwa na masigomata. So unaona hii ni masigomata tupu. Single mothers in the house. Lift up your hand. Single mothers in the house. Hii roho tunaikemea katika jina la Yesu Kristo.
Hii roho hata mimi ni single father ama single father, hii roho tunaikemea. Tuinue mkono wetu sisi the victims. The victims. Sisi katika jina, sema katika jina la Yesu Kristo tumekataa roho ya kuwa single. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. What have you made? What tunic? What kind of a garment? What kind of a story people will say you are doing? What kind of a development that people will come and say, wow, this man was doing this thing. Before he died, this is the work of this man. Before he died, he had built this school. Before he died, he assisted this group of people. Before he died, this is what he did. What can be associated with you right now if you were to be asked today? What can be associated with you? The good things that can be connected. Remember, Hezekiah reminded God and told God, remember one thing I have ever done. Now, when these widows were weeping, they showed Peter, this is what this woman was doing. So if you are speaking to God, speak to God, telling him this woman was doing something good. This woman was making things to work. So, what can make the dead situation in you bring you back? What do you have? What argument can be placed before God that can cause something new to happen unto your life? That can cause people to come and say, indeed, this is a man of God. That can cause that man of God, when he comes, he can speak to God and remind God of something small that you are doing that is connected to your success story. Do you have? Apart from Urumanetere, do you have something else? Apart from Gino Yoshino Ranetere, do you have something? Apart from Goshogari, Nikiki Aguga, Gayaga. Mother Niagosho. Tell Modurio Kogiokori, apart from Kuinamiaki Gore, Ginakemorito Hile Gore, Nikiki, Gayagi Giroga Miobere. What do you have? What is this good thing that you have done that can be witnessed before God? The good deeds you have done. And all the widows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas had made while she was with them. Verse 40. But Peter put them all out. When God is operating on you, he will cause everybody to be out of your life. So when your brothers runs away from you, when your sisters runs away from you, when your own mother runs away from you, when your own father runs away from you, it is not that they want to run away. It is because they are removed not to witness what God is about to do in your life. Hello. So uliwacha kuanza kulia ati ito aki apostle mimi watu wetu waliniwacha. Apostle mpaka mume wako alinitoroka. Apostle imagine mpaka machokora wananiona wanatoroka. Sijui nimekosea Mungu nini? Hapana. It's God that is keeping them away. He's about to bless you. He's about to anoint you. He's about to bring some glory in you. Therefore, that is why he has to cause everybody wakuondokee. Ndio wasione formula ya baraka yako. Maana wakijua formula ya baraka yako, watalete ma-DNA zao, watalete waganga wao kujaribu kuiba nyota yako. Watu wengi ambao nyota zao haziwezi kuibika kama yangu hawezi. Si mmejaribu kuiba, wamejaribu kuchukua nyota yangu lakini wajui. Maana nilifukuziwa kila mtu. Kuna mtu alikuwa ananikaribia. Ungenikaribia wewe. Si hata leo umepiga simu ukikuja hapo umeambia familia mzima nimeenda kanisa fulani ya yule mtu aliyekuwa. So in case kwa hetanari. Why? Because kuna kitu Mungu aliweka ndani yangu kilifanya utoroke na hakijatoka na hakitatoka mapema. Hapana, hata niliambia Mungu usikubali watu wanikaribie. Wacha wakifika karibu wanaona ili yule mtu
rudi nyuma kidogo. Ndio nifanye kazi ya Mungu bila interference. God causes these people to get out of your life so that you have minimum interferences when you are doing the work of God. Minimum interferences when you are being grown by God. Minimum interferences when the blessings are coming. Unajua wakati unabeba makoto ni za blessing ukipeleka kwa nyumba, utakuta kimama kingine kimekuja, kai, hii ni nini? Haya ni mataweli. Haya, hii ni TV. Haya, hii ni nini? Haya, unakuta kinakuzuia hata kuingiza TV kwa nyumba. Mpaka kinakuja kinasimama kwa nyumba kinakuwa kama kistachu. Maana kimekodoa macho, mdomo, no rutageraita. Ni odo a blessing. So God will cause these people to run away from you so that you may be able to park your house the way you want to park your house. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not be worried of what is happening around you. Do not be worried of what is going around you. Do not be worried of how they say about you. Be punctual to God, because God will cause them to go. Because when he blesses you, when he was creating a woman, he killed the man. Did you know that? When he is creating a woman, because he didn't want man to know the formula ambayo ilitengeneza huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio wamama natakanga kuambia wao mumeolewa, hawa mjaolewa msijali, hawa mumeolewa ama muko kwa bwana zenu. Ukiona bwana yako anaangalia mwanamke, acha usisikie vibaya. That is our nature. Hata mimi pastor ninaangaliaga. Kwa nini? Because kila mwanaume anaangaliaga akijaribu kujua huyu mtu alitengenezwa namna gani. Ni kwa nini huko kulifura? Ni kwa nini huko kulifura? Ni kwa nini huko kulikaa? We are just mesmerized. We don't know how you are created. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why unaona kama huyu amevaa hivi nguo mzuri hivi, si wanaume wengi watamtamania. Lakini akivaa kamini skati kafike hapa, sisi yote tutakuwa tukiangalia wenye anaenda. Na akipita hapa azunguke, atoe nguo akuje uchi, hakuna mwanaume atamwangalia. Tutaangalia kado unaangalia haraka kado. Unaangalia tena. Hutaki kuona, because we men, they live on imaginations. Hatukurangi kitu real, tunakuranga nini? Imaginations. Kwa sababu ninataka hiyo mini skirt. Hiyo sasa nikiona hiyo mini skirt, ninataka kuchugulia. Lakini ukiniletea ikiwa open, sichuguli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifunika kabisa, ninakuogopa. Ninakaa kado. That is how man was created. So ukiolewa, kwa wale hawajaolewa, ni counseling nafanya for free Agnes. Ukiolewa, uone bwana yako anaangalia huko, hana intention baya, haki hana. Niko kile kwa imagine umutumio uso nike getomete. Tunajua kuna wengine wako na mlima kubwa sana. Hiyo mlima imetoka wapi? Anabeba namna gani? Wengine huko naona huko kuko namna gani? Mwingine anaona kamwili, hapa ni kamwili kadogo. Unafikiria, unaangalia kwa gari unaona ni kama ni katoto kanaendesha gari. Wacha atoke kwa gari. Unashindwa, huyu ni huyu niliona ndani. Sasa unataka kuniambia hata kama ni imeokoka, sitaangalia? Wewe huwezi kuangalia? Wacha kujifanya mwokovu tunakaaga biguni. Utaangalia. Lazima uangalie. Hata wale wanaangalia tu. Unashindwa, huyo nake umoga neno. Nikuoma. Usiwache nikupatie tu free counseling. Muache kuhukumiza roho yenu bure. Mwanaume hata nani, hata we nani anachuguliaga. We, pastor. Pastor niko mwanete. Ndio utagereria. Alafu. Ole wagwa. Yes. Hii hapa ndio. Sasa unaweza kuniambia mnaweza kuja unitokose niende na wewe? Ati kwa sababu umekuja kwa ofisi yangu sasa nianze kufanya hivi. No, hiyo kitu inakuaga hapa. Ujinga yote inakuaga wapi? Hapa. Si ati umenitokosa. Ati tonetwadi na wewe si ati anaenda kuagusha apostle. Ati msikubaliwe mwanamke atagusha. Apostle anajiagusaka yeye mwenyewe. Hakuna mtu atatoa apostle nini turosa. Yeye ndiye atafungua turosa. Wacha kusema ati anaenda atikio mwanamke atania kwa mgoidi. Mgoidi atia. Ugegoidi atia. Sisi ali. Ugegoidi atia na ndina hinya na ndi mundu murugamu na ndina hakiri. Ni tu hakiri tu akoto buthu. Tiguti ati ndungejeka. No tu hakiri tu akoto buthu ri. Ndakuona ngona thruari gwete, ndakuona ngona kiri. Zip yako ikoragwo ready guikuruka ri. Ni tu hakiri tu buthu. Si ati unaweza kuagusha. Kuna mtu ana uwezo wa kuagusa mtu. Jisi mkuje mjaribu kuniagusa. But Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body he said, Tabitha. Turning to the body and he said,
Tabitha, arise. Any business that is dead, arise today. Any family, any marriage that is dead, arise today. Any ministry is dead, arise today. Whatever that is a problem in your life, arise today. Whatever that they have taken away from you, arise today. Whatever they said is dead, arise today. Chochote ambacho kimekufa. You don't need magic. You need to have a man of God to come and say, Tabitha, arise. Hallelujah. That is why these people were kept away. That is why people waliambiwa waondoke. Because what is about to happen will confuse them. Because alitaja tu Tabitha. How many words? Alafu nakuta mtu mwingine anakupaka mafuta mpaka kwa mwili. Akikwambia ati utapona, anakusugua mwili. Anakusugua mwili. Hapo unataja tu jina mbili. Tabitha, arise. Lazaro, amuka. Hiyo tu ndio unataka kuamsha ministry yako. You need 2 words. Kuamsha familia yako, you need 2 words. Kuamsha biashara yako, you need 2 words. Kuamsha kila kitu ambayo walisema imekufa, you only need 2 words. Sio prayer, sio maombi mengi ala kabara rere bozo kondorobo yakandanda. Huyo ni yule anasema mabriga ni namba 28. Mnakumbuka ile tulikuwa tunacheza hivi? Alafu narusha. Bwana Yesu asifiwe sana. You only need what? That business, yambie arise. You got the power. God is around with you. God is waiting for you for that moment. God is waiting for the preparedness. Call upon God. They went when they heard Peter is around. Walikimbia mpaka kwa Peter, wakaita Peter. Muite Mungu wako, yuko tayari kukujibu. Muite sasa, yuko tayari. Your God is ready. Yes, he's waiting for that moment. He is waiting for you now. Wacha kuhangaika, wacha mihemeko, wacha mirukoruko. Tabitha, arise. And she opened her eyes. May your business open its eyes. May your family open its eyes. May your ministry open its eyes. May whatever you endeavor to do, open its eyes. Whatever that brought you today here, it was because it was dead. But I have commanded to arise today, and the eyes of whatever that brought you here, may it open its eyes to you. May your eyes be opened. May your eyes of the ministry be opened. May your eyes of the business be opened. May your eyes of mwanamke ule natafuta na bwana ile natafuta. For those who are looking for man, may the eyes of a man be open to see you. Hallelujah. There are people who are going to be seen today. Hapa the testimonies hapa stand zitakuwa mkuja kutoa testimony. By the time you toka hapa uende baka kwa stage pale, makaga mmoja atakuzungumzia, chokora mmoja atakuzungumzia, another man in the suit atakuzungumzia, because the eyes have been opened to see you. Walikuwa wamekuweka veil, walikuwa wamekuweka kinet, you are not being seen. Walikuwa wamekuandika hapa you are already married. Walikuwa wamefunga duka yako, wamesema close, you are not operating today. Walikuwa wamesema ministry yako imesimamishwa. From today the veil imeondolewa, the veil imeondolewa, the veil imeondolewa. Wataona duka yako waseme we are open. Wewe mwanaume ambaye hawakuonangi mpaka una dress vizuri, mpaka kutembea unatembeanga ukitingisa tingisa ndio uonekane, lakini hawakuonekani maana uliwekwa ndani ya neti usionekane. Kutoka leo neti imeondolewa, neti imeondolewa, atakuona. Huduma yako itaonekana, njia zako zote zitaonekana. Yes. Tabitha arise, and she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And when she saw this is Peter, irrespective of the death in you, irrespective of what they did to you, you are going still to recognize the presence of God. Irrespective of what they said about you, when the presence of God comes to you, you are going to recognize it, and you are going to see the magic hand of God. You are going to see the power of God. You are going to see the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado utaenda kuona utukufu. When you are risen up by God, kubali ukufe,
ndio Mungu akufufue. Kubali hiyo ministry yako ikufe, ndio ya Mungu ifufuke. Kubali hiyo ndoa yako ikufe, ndio ya Mungu ifufuke. Kubali mambo yote ambayo ni machafu yaliyo ndani yako yakufe, ndio Mungu akufufue. When God raises you up, you will see the presence of God. You will see the anointing of God. 41, you will see everything that pertains you. Hallelujah. God has blessed you tonight. God has given you another chance of seeing the greater glory of Him. God has given you. Then He gave her His hand. Oh, Mashanda Baseri. That God will give a hand. God will lift you up. God will take you with you. Oh my God. Because God has resurrected you. He will give a hand to you. And He lifted her up. And when she had called the saints and the windows, He presented her alive. Oh, your business will be represented alive. Your marriage will be represented alive. Your ministry will be represented alive. Whatever that was killed by the enemies, whatever that the enemies decided to kill, will be represented back to you alive. Nothing that they took away from you that will never come back to you alive. Chochote ambacho walikiiba, chochote ambacho walikichukua, chochote ambacho walikiharibu, kitaregeshwa kwako kikiwa hai. Walisema umekufa, walisema umeisha, but I want to assure you tonight that leo you will be represented alive. Somebody to rise up. Hallelujah. Bethel Clouds TV, empowering lives,